Habari marafiki, leo tuzungumzie tatizo la slip disk au tatizo la disk herniation katika kiwango cha L4 L5. Kwa hiyo kwanza tuelewe hiki kiwango cha L4 L5 kiko wapi. Kwa kawaida sehemu ya chini ya mgongo wetu inajulikana kama mgongo wa lamba, na katika mgongo huo wa lamba diski ya pili kutoka mwisho inajulikana kama diski ya L4 L5. Kwa hiyo kimsingi iko kati ya pingili ya L4 na pingili ya L5. Kwa hiyo diski au sehemu ya kutenganisha au mto kati ya eneo la L4 L5 inajulikana kama diski ya L4 L5. Sasa diski hii inaweza kulinganishwa na tairi ya gari. Ina kifuniko cha nje kinachoitwa annulus fibrosus na kiini cha ndani kinachoitwa nucleus pulposus. Kwa hiyo diski hii ni kitu kama jeli ambacho kimefungwa ndani ya tairi. Kwa hiyo kila mara kunapokuwa na tatizo la diski kwenye L4 L5, basi diski hii hutoka kwenye eneo lake la asili na kuanza kubana neva. Sasa sababu za tatizo la diski ya L4 L5 ni nyingi. Kama mtu ana uzito kupita kiasi, au kama mtu afanye mazoezi, au kama mkao si mzuri wakati wa kukaa na kufanya kazi, au wakati mwingine ni kutokana tu na uzee na uchakavu wa mwili. Sababu iwe ipi iwe, kama kuna diski iliyoteleza kwenye L4 L5, basi kuna aina mbili za dalili. Ya kwanza ni kama ni diski iliyoteleza tu na ibani neva, basi mgonjwa atakuwa na maumivu ya mgongo pekee. Ya pili ni pale ambapo diski imetoka kwenye nafasi yake ya asili na sasa inabana neva pia, basi kunaweza kuwa na maumivu yanayosambaa chini ya mguu ambayo yanajulikana kama sciatica. Ni kama maumivu makali yanayopiga ghafla yakisafiri chini ya mguu kama umeme. Pia inaweza kusababisha dalili za kufaganzi au kuwashwa kwenye mguu. Kwa hiyo kunapokuwa na gazi au kuwashwa kwenye mguu, hiyo pia inaonyesha kwamba kuna kubanwa kwa neva. Wakati mwingine kunaweza kuwa na udhaifu wa wazi kwenye mguu, kupooza. Kwa hiyo mambo kama haya yakitokea, inamaanisha kwamba neva inabanwa sana na inapata majeraha makubwa. Au mwisho lakini si haba, wakati mwingine kuna tatizo ambapo mgonjwa hawezi kukojoa au kujisaidia. Katika hali kama hiyo, inamaanisha kwamba neva inabanwa kwa kiwango kikubwa sana na kuna uharibifu wa neva. Kwa kawaida katika hali kama hiyo, ukienda kwa daktari wako, ataanza kwa kufanya uchunguzi wa kimatibabu. Na baada ya uchunguzi wa kimatibabu, atakuomba upate MRI moja ifanye. MRI itatuonyesha wazi kama ni diski ya L4 L5. Pia itatuambia ni aina gani na kiwango gani cha kubanwa kwa neva kipo. Kitu kizuri hapa ni kwamba si kila mtu anahitaji upasuaji kwa tatizo la diski ya L4 L5 kutoka mahali pake. Asilimia 97 ya wagonjwa wanaweza kutibiwa bila upasuaji. Kwa kawaida tunamlaza mgonjwa apumzike, tunaanza kumpa dawa, tunaanza mazoezi, tunaanza tiba ya viungo na tunamwangalia mgonjwa kwa siku chache, na polepole mgonjwa anaweza kurudi kwenye maisha yake ya kawaida. Katika tiba ya viungo tunalenga zaidi kwenye mazoezi ya kuimarisha misuli ya kiini na mgongo. Katika dawa tunatoa dawa za maumivu, tunatoa dawa za kupunguza uvimbe, pia tunatoa dawa za neva. Na mara tu mgonjwa anapopona, tunamshauri apunguze uzito, adumishe makao mzuri wakati wa kufanya kazi na awe na utaratibu wa kufanya mazoezi ya mgongo. Sasa hebu tuzungumzie wale asilimia 3 waliobaki wagonjwa ambao wanahitaji upasuaji. Kwa kawaida upasuaji unahitajika kwa sababu 3. Kwanza ni kama maumivu kwenye mguu hayapungui licha ya kutumia dawa, kufanya mazoezi na tiba ya viungo. Ya pili ni kama kuna kupooza kwenye mguu, kwamba misuli fulani haifanyi kazi, nguvu kwenye mguu imepungua. Hiyo ndio ishara ya pili. Ya tatu ni kama mgonjwa anapata shida ya kujisaidia haja kubwa au ndogo. Hii inajulikana kama cauda equina single. Kwa hiyo kawaida kila tunapompeleka mgonjwa kwenye upasuaji, siku hizi tunafanya upasuaji wa kidogo au upasuaji usio na majeraha makubwa. Tunafanya kwa kutumia mbinu ya hadubini au mbinu ya endoskopi. Kwa kawaida faida ya mbinu ya hadubini au mbinu ya endoskopu ni kwamba mkato ni mdogo sana, karibu ukubwa wa nchi ya kidole, na kwa kuwa upotevu wa damu ni mdogo, mkato ni mdogo. Hatukatai misuli yote, hatukatai mfupa wote. Tunaondoa tu kipande cha diski kinachosababisha shinikizo kwenye neva.
Faida ya upasuaji huu usio na uvamizi mwingi ni kwamba mgonjwa anaweza kuruhusiwa baada ya saa 6 za upasuaji. Baada ya saa 6 za upasuaji, mgonjwa anaweza kusimama, kutembea, kupanda ngazi, na kwa kawaida katika kituo chetu tunamuomba mgonjwa hata arudi nyumbani. Kwa hivyo ikiwa una tatizo la diski ya L4, L5, usijali, muone daktari wako naye atakuongoza ipasavyo, na tunatumaini utakuwa sawa bila upasuaji. Ila la kheri.